wanaomuasi Mwenyezi Mungu wako katika hali ngapi? 3. Kwa haraka. Hali ya kwanza, Mwenyezi Mungu atamtumia ishara, adhabu, mitihani. Huyu atajua hii, najua imetoka wapi. Ataacha makosa anayofanya na atarekebika, na alhamdulillah mitihani itaondoka, na pia atakuwa yuko katika sirata almustaqim. Na ndio maana katika aina ya mitihani, ukosefu wa mvua, dhiki katika riziki, saa zingine labda ni dhambi umefanya, mrudie Mwenyezi Mungu, jirekebishe, alhamdulillah inakuwa sawa. wala nudhiqannahum min aladhabi aladna duna aladhabi alakbar la'allahum yarji'un. Na unaporudi ukiomba msamaha, mambo yanakuwa sawa. faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hali ya pili, mtu ambaye amemkosea Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yamtumia ishara na Mwenyezi Mungu amtumia adhabu na mitihani, hapo yarudi nyuma, yajirekebisha na mtihani itaondoshwa. Lakini pindi mtihani kiondoshwa, yarudi pale pale. Mtihani kiondoshwa, yarudi pale pale. Na kuna hali ya tatu ambayo mja humkosea Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hamtumii lolote, bali Mwenyezi Mungu atazidi kumneemesha na kumneemesha, na bado yumuasi Allah. Kisha ghafla atakuja kushikwa. Allah sema ya kwamba hawa watu ayahsabuna, wanafikiria katika hisabu zao, numidduhum bi min malin wa banin nusari'u lahum bil khairat au fil khairat bal la yash'urun. Hawa wanaona kwamba tunaongezea mali, tunaongezea watoto na wananiasi, wafikiri tunawatakia khairi, bal la yash'urun, hawahisi hawa watu. Hasa kuna ishara hapa ya kwamba unapomkosea Mwenyezi Mungu na waendelea kumkosea Mwenyezi Mungu na mambo yako yako sawa tu, yako sawa tu, usione Allah yakutakia khairi, bal la yash'urun. Allah sema hawahisi hawa watu, hawajui. Hii ishara ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaituma kwetu sisi, ni vizuri tupate kujua